Hata huyo anatupigisha marisasi, mtasikia watu wakisema arudishwe kwa kiti. Ni kama tu nyinyi mnasema sasa hizi viongozi ni wabaya, na kwa ballot box kulikuwa na bishop na mkamwacha hapa. Nataka msikie vibaya. Nitaisema initoke. Hapo unaona kwa ballot box walikuwa wamepangwa hivi. Paka akashindwa paka na mtu alikuwa na manifesto ya bangi. Alishindwa pastor bishop, mimi siwezi ingia. That was Bishop Ben presiding over the burial of Boniface, who was killed when he was selling masks in the Nairobi CBD by being shot by Baraza, who was a police officer. But now yesterday, or rather on Saturday, it was a shocking message whereby he was inviting the same person who used to call as a traitor, or rather a killer, during the burial, as you have heard in the clip that I've played. So Mheshimiwa Rais, kwa sababu na ndio nimesema nitasema mbele hawa watu wote wewe ni mtu mzuri. Wakati nilitoka kuzika yule kijana ambaye aliuliwa town, Gen Z anaitwa Boniface, nilichukua hatua na nikakupata kwa ofisi. Na ukaniambia sitawahi sikia tena kijana hii Kenya amepigwa risasi tena. Na ukaniambia instead utatafuta kitu ambacho vijana watafanya. Na hatukukaa sana ukazindua Nyota. Mimi nakuomba Mheshimiwa Rais, hiyo pesa Nyota wanapewa sio kidogo. Na usiambiwe ni kidogo. Wale wanasema ni kidogo ni wale wako nazo. Mimi hapa niko na wale hawana hata hiyo shilingi moja. Huyo msichana ambaye umeelezwa wa Gatundu, ako hapa anakaanga hapa. Anaweza tokea hapa tu rais amuone. Huyo msichana hananga mikono. Na alipewa Nyota, hii ilikuwa Kasarani. Nilikuwa nimemwekea kaduka mbeleni pale Gatundu wa Kamwangi. Sasa zile pesa ulimpatia huyu. Saa hii Mheshimiwa Rais, nilirudi kwa duka yake and we have expanded her shop. Hiyo pesa ni kidogo kwa wale wako nazo, lakini kwake ni mwanzo mwema ulimpatia. Mungu akubariki Rais wa Jamhuri ya Kenya. May God bless you. Alifurahi sana akaniambia nimepewa Nyota na nimeambiwa niendee hizo zingine. Sasa anakuja the second round. Sasa the second round huyu tukikaa hapa utaona vijana. Uhoro. Unajua sisi. What does this tell the Gen Zs? That maybe nowadays people adjust by their own stomachs. They tend to be with you, but they later betray you just because of money. And that's the reason as to why you should know that the Gen Zs are just by themselves and no one is with them. Because Bishop Ben has been with this Gen Z movement for a long time, whereby he even gave out his tracts during the Gen Z movement, whereby they were supporting the vulnerable in the society. But now that was not the case yesterday. Yesterday he was clapping and rather praising the president for standing with the Gen Zs, telling him that he knew that Boniface was the last person to be killed. But now, how many have been killed even after Boniface was buried? We know of Albert Ojwang. How many have been harassed? How many have been killed in rallies by the government? And yet he'll tell you that was the last death that the government has caused. What does this tell you as a Kenyan citizen, or rather a Kenyan Gen Z? Just know that you are by yourself and no one is going into your support. Just take your vote and do as necessary in the 2027 elections, because all these people are just greedy for money. Find this content intriguing, please subscribe to the channel for more political and trending topics, information, and don't forget to subscribe. Thank you guys.
Let's meet in the next video.